tunapoona Maduka usiku umeingia kwa ajili ya kulikamilisha lile jambo waliokubaliana. Vijana wanasema usiku wa deni au kawii kukucha. Ndipo chifu anapomshika mkewe na kumuuliza upo tayari? Mkewe anajibu sipo tayari mume wangu, kwani najisikia vibaya kuchangia kitanda changu na mwanaume mwingine. Lakini chifu akizidi kumpa moyo mke wake kwamba usijali, kwani Maduka yupo katika hiki kitendo kwa ajili ya kutusaidia, si kwa ajili ya starehe. Lakini tukumbuke kimoyomoyo mkewe chifu ili swala analifurahia balaa. Ndipo hapo Maduka anapomwambia chifu, naomba utoke nje kwa ajili ya kulikamilisha hili jambo. Lakini chifu macho yanamtoka na kumlipuka, kwani atatokaje nje kwa ajili ya kulifanya hili tendo na mke wangu ilikuwa hali ya kuwa mimi siwezi kuona. Lakini chifu ana jinsi. Maduka na kumwambia kwamba mimi siwezi kulifanya hili tendo ukiwa unaona, itakuwa miayusho na tutashindwa kulifanya, kwa naomba chifu utoke nje kwa ajili ya kukamilisha ule mchongo tuloongea. Ndipo hapo mkewe chifu naye anapodakia na kumwambia tu, mume wangu naomba uende nje, kwani hili jambo hatutaweza kulifanya na wewe ukiwa unaona. Na kama tunavyojua mchezo uweze kufanya watu wakiwa zaidi ya watatu. Mchezo huu unanoga tukiwa watu wawili tu. Unaweza Bwana Pingili akashindwa kusimama kutokana na mazingira yalivyokuwa. Ile kitendo cha chifu anatoka nje tu, mkewe chifu anamwambia Maduka, funga mlango haraka na uje huku. Ndipo hapo Maduka anapofunga mlango Maduka na kwa ajili ya kuianza shughuli. Ndipo hapo mkewe chifu, kwani upiru ulikuwa umemzidi, na kumwambia Maduka, kwani fanya haraka Maduka uje. Maduka akimwonea huruma kumwambia kwamba Maduka alitaka kuchukua pointi 3 muhimu na kumwambia na kujitamba mbele ya mkewe chifu kwamba mimi pingili yangu ni kubwa sana, je utaiweza? Mkewe chifu aliyakuwa elewi, upiru umeshamkaba, ni upiru umekaba koo. Anamwambia Maduka, njoo haraka tufanye ile tendo. Ndipo hapo Maduka alipoanza kumshughulikia na chifu roho ilianza kumlipuka. Na tunavyojua kwamba jamani, usikie mke wako anapewa uroda na mtu mwingine, bwana akili haikupi. Hata kama tunajua anapandikiza mbegu kwa ajili ya jambo fulani, lakini bwana chifu roho ulimpasuka, moyo ulimluka. Na wanajua kwani hili tendo analifanya na wamewekeana mikataba, lakini mbele ya mke bwana inauma sana. Chifu kila akigonga anasikia mkewe anaiachia miguno ya haja, kwani Maduka yupo vizuri. Baada ya kumalizika tendo, chifu anaanza lawama kwa mkewe, vipi mbona ulikuwa unajiachia sana, kwani ulikuwa hujui kwani hili tendo tumekubaliana kwa mikataba kwa ajili ya mtoto? Lakini mkewe chifu anamwambia usinipigie kelele, kwani Maduka yupo vizuri na yupo vizuri sana katika hili tendo. Chifu analalamika. Kama tunavyojua jamani, mtu akiwa hawezi kupeleka moto lazima wewe unalawama kweli, na kama unaweza lazima utekeleze kazi, kwani chifu alikuwa shughuliana. Vijana wa sasa hivi wanakuambia chifu mshua kitambi kikubwa, vijana wa mjini msingi kiuno, acha waifanye kazi. Lakini hapa kwa mkewe chifu leo ilikuwa ni hatari, kwa sababu Maduka yupo vizuri na mkewe chifu alianza kulalamika. Ndipo chifu akaanza kumbembeleza, basi usijali mke wangu, ili swala tumelifanya kwa ajili ya manufaa ya familia yetu na sio kwa ajili ya Maduka. Kwa hiyo nakuomba mke wangu niwie radhi katika hiki kitendo, kwani tumefanya leo na hatutarudia tena, tumefanya kwa ajili ya kupandikiza mtoto. Chifu akijilailai pale kujibembeleza kwa mkewe, na kama tunavyojua kwa sababu hiki kitendo kilichofanyika sio cha kawaida. Jamani, usikie tu kwa mwenzako, upandikize mbegu kwa jinsia hii bwana inakuwa ni hatari sana. Tena unashuhudia kabisa bwana hali ilikuwa ni noma, kwa sababu Maduka yupo vizuri, mkewe chifu anajipepea kwani Maduka alikuwa yupo vizuri katika mazingira ya kupeleka moto. Bwana mkewe chifu alikuwa na furahi sana, kwani Maduka alikuwa anamtamani kwa kitendo hiki. Ndipo Maduka anapotoka nje usiku na kuulizwa na mkewe, ulitoka wapi? Mbona vifungo vipo wazi na mdomo tunauona unafanya hivyo? Hamna bwana, mimi ndani tu niliingia, nilikopo na story na mazingira ya kikazi pamoja na mabosi, lakini hamna chochote mke wangu, usijali bwana, twende tukapumzike. Ndipo hapo anapoondoka Maduka na mkewe kwa ajili ya kwenda kupumzika, lakini mkewe chifu asubuhi alikuwa yupo hoi kabisa, hoi bin taabani. Ndipo chifu anapoenda na yeye kuomba mazingira baada ya kukucha, anakataliwa kata kwamba mkewe ajisikie kwamba Maduka jana alifanya kazi. Chifu macho yanamtoka na lawama zinaanza, mimi nataka mambo unipi, sijui hivi na hivi. Mkewe akamwambia hata kama nikikupa mambo wewe mwenyewe unajijua, dakika 2 tu kimoja Charles. Unajuaga tena wazee ni vitambi, shughuli wanakuwa hawana. Ndio maana siku hizi wanapendwa vijana. Kwa ajili gani? Wakipanda juu nusu saa, dakika 30 hawashuki. Lakini mzee shughuli una kwa ajili ya kitambi bwana, mzee anaondoka kinyonge, amenuna, amekasirika bwana. Ukiomba mambo alafu ukanyimwa, leo lazima ikupasuke bwana. Siku inaendelea, tunamwona Maduka ametoka hapa asubuhi, anakutana na mkewe chifu. Mkewe chifu anapomwangalia Maduka anaanza kujibebisha, kwa sababu Maduka ni mzee wa kazi.
bwana, ukiona ipigia kazi bwana, mbona utapendwa na wengi. Mibebisho ilikuwa mikubwa bwana kwa Maduka, na Maduka unajua tena mtoto wa kiume unaposifiwa katika mazingira fulani hivi, unapoona Maduka naye kama ile anazidisha slang fulani hivi, zile swaga fulani ile, mimi nipo vizuri katika mazingira fulani. Mkewe Chifu anajichekesha kwa ajili anamjua Maduka bwana yupo vizuri katika mazingira fulani. Kwa hiyo tukimcheki mkewe Chifu, yani kama alikuwa anaitaka tena, lakini Chifu akaistukia hiyo bwana. Cheka alipotokea, imekuaje hapo? Maduka anazuga bwana, hamna, nilikuja ndani tu kumwangalia, si hivi na hivi, nilikuwa na mazingira fulani hivi na hivi. Chifu ana mind kwa sababu anajua kitendo kilichotokea mara ya kwanza kinaweza kutokea tena na tena, kwa sababu kitendo kilifanyika kwa niaba ya kutafuta mtoto, lakini si unajua tena kinyama ya hamu wagaishagi. Chifu macho anamtoka kwa sababu akimcheki mkewe yenyewe. Vijana siku hizo wanasema mitoto cha 2000, yani bado. Mkewe Chifu akaona aende hospitali kwa ajili ya kucheki afya yake. Je, vipi kile tulicholifanya na Maduka kimejibu au ngoma bado turudie? Bwana, kama vipi rudiwe bwana, hatari sana. Mkewe Chifu ndipo hapo anapocheki majibu yake mbele ya daktari na kuyasoma, kuyacheki vizuri, anajikuta ana mimba bwana. Maduka ni noma, yani kama ingekuwa harusi ile ngoma, yani likitoka 7 ana mimba bwana. Maduka yupo vizuri, yani mshindo mmoja tu bwana imo. Ndipo hapo tunapoona Chifu amemuita Maduka kwa ajili ya kumpongeza, kumshukuru, kwani kitendo alichokifanya kilikuwa ni ushujaa mkubwa, na kitendo alichokifanya majibu yametiki. Na ndipo hapo Maduka anapopewa cheki yake ya naira milioni 10, kwani kulichokifanya tumemalizana. Huyo mtoto hausiki na wewe, na sisi na wewe tumemalizana, ilikuwa tu ni msaada bwana. Kama nilivyowaambia, kwani mkewe Chifu alikuwa anamtamani Maduka. Tukiachana na swala la kupandikiza mbegu, Maduka alikuwa yupo vizuri katika mambo yetu ya kitandani. Alianza tena kumsifu Maduka, kwani Maduka umeifanya kazi vizuri na umeweza kuhakikisha yani mshindo mmoja tu na tumepata na mtoto bwana. Maduka upo vizuri, na furahi sana. Yani bado zile pigo alikopo bado anaendelea kujibemba na kujilegeza mbele ya Maduka, lakini Maduka Elena anakuwa mgumu kwa sababu anaona tendo ashalifanya na kashalipwa pesa, kwani yeye na wao wamemalizana. Lakini mkewe Chifu bado yani alikuwa anaitaka tena. Yani zile mibebisho ilianza na kama tunavyojua tena, ukimcheki mkewe Chifu na mbele ya ushawishi utoki jino moja, akamchukua Maduka na kwenda naye ndani. Ile kitendo anataka kuondoka tu, Chifu anatokea na kumuuliza wapi mnakwenda? Mkewe Chifu anaanza kujitetea, ndani niliona panya mkubwa kweli, kwa nikamchukua Maduka kwa ajili ya kwenda kumtoa ule panya. Maduka naye kwa kujitetea, kweli bwana, aliniambia kuna panya, kwa ndo nilikuwa naenda kumtoa. Chifu na mind kweli kwa sababu anajua kwamba mkewe yupo vizuri na Maduka yupo vizuri kweli katika yale mambo yetu ya kupeleka mazingira. Basi Chifu yani ule wivu nje, lakini Ligoma walikuwa wanaenda kufumwa live, kwani mkewe Chifu bado alikuwa amemuelewa nani? Maduka. Na Maduka yupo vizuri kweli katika mazingira fulani bwana. Ligoma ni hatari sana. Kama bado hujajiunga na kuwa mwanafamilia wa Chamazi TV, basi fanya kusubscribe hapo na kugusa alama ya kengele kwa ajili ya movie zote zinazotoka uweze kuzipata mapema. Tukutane katika vigongo vingine. Bye bye.